Mimi kwa jina naitwa Abdalla Hamis Kaspiga, ni mkazi wa hapa Dar es Salaam, mzaliwa wa Dar es Salaam. Mimi katika maisha yangu yote yani katika maisha yangu yani kuanzia mwaka 2015 mpaka kuendelea sivai saa mkononi. If I could catch a star for you, I swear I'd steal them all tonight, to make your every wish come true, your every dream for all your life. But that's not how the story goes. The world is full of perfect plans. If there's a promise that I broke, I know one day you'll understand. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. Mimi ni baba wa watoto wawili, lakini nilikuwa na mtoto wangu wa tatu ambaye ndo alisababisha mimi nisivae saa, kwa sababu nilikuwa napenda sana kuvaa saa za mkononi. Baada ya kuachana na mwanamke wangu, yeye akaenda kuishi kwao. Nilikuwa naenda kumtembelea. Sasa kaenda kwenda kumtembelea, nilikuwa na saa yangu. Mwanangu akiona ile saa tu ananinyang'anya, anaivaa mguuni. Sasa ikafikia wakati mwanangu akawa anaumwa. Katika kuumwa kwake ndio kasababisha mpaka mimi nishinde kuvaa saa. Baada ya kulazwa hospitali ICU, imefika wakati fulani nikienda hata hospitali pale, akinyanyua kichwa akiniona naichukua ile saa naivaa tena mguuni, na hata ukimsikia analia akiwa na ile saa uje kanyang'anya. Sasa ikafikia sehemu moja wakati anaumwa, nikaanza kwenda kule hospitali. Siku narudi zangu nyumbani ndo nikaja nimelala nyumbani ndani. Saa 6 usiku naamka, saa yangu inalia alarm. Naiangalia yani sekunde zinaenda haraka, yani mpaka nikachanganyikiwa, hii saa inakuaje? Katika kwenda haraka zile sekunde na saa inakwenda fast, afu baadaye ikakata ikasimama. Iliposimama ikaenda kama kawaida taratibu fikaje ikapoa, ikaenda taratibu sana. Matokeo yake ikaja ikazimika. Ilipozimika nilishangaa kwa sababu sikujua kwa nini ile saa ifanya vile, lakini baadaye ikaja ikatokea kama muda dakika 5-6 hivi nikapigiwa simu. Bwana, huyu mwanangu alikuwa anaitwa Zuhura. Basi nikapigiwa simu tu kwamba baba Zuhura mwanao amefariki. Yaani alipofariki kwa kweli nilichanganyikiwa, kwa sababu kwanza ina maana Isa alikuwa ananionyesha kwamba mwanangu hapa ndo anatapatapa, anataka kufa au inakuwa kuaje. Basi nikaachana naye, nikalala pale. Asubuhi ilipofika nikaenda hospitali, lakini ile saa sikuivua. Nikaenda naye mpaka hospitali, nikamwonyesha mama yake yule mtoto. Akaona Isa ilikuwa hivi na hivi, Afrika fanya hapa imezimika. Yule mama alilia sana. Tulipotoka pale, tulirudi nyumbani. Kwa kifupi sikuona sababu tena mimi ya kuona ile saa, kwa sababu hata tulipotoka pale, maana alikufa siku ya Alhamisi usiku saa 6. Tukaja kuzika Ijumaa saa 10 jioni. Kwa kweli ile saa niliificha mfuko wa nyuma, nikaenda nayo mpaka makaburini. Nilipofika makaburini, ile saa wakati tunamzika mwanangu tayari ameshalazwa kaburini, na ile saa nikaichukua, nikaomba mashehe, nikawaelezea. Hawakunikataa, wakanikubalia kabisa na ile saa mwanangu azikwe nayo. Sasa toka siku ile mpaka leo mimi sivai saa mkononi hata kidogo, na sijui kama kuna mtu anaweza kaniambia vaa saa, kwa sababu nikiivaa tu ile saa nachanganyikiwa, naweza kaingia hata kwenye magari nikagongwa nikafa na miguu. Nikumbuka pa usiku huo
usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike, najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi hiki? Kwa nini umeyaruhusu? Mr. Abdalla, pole sana. Ni kweli historia yako inasikitisha na inaumiza, lakini tumekuja kuzungumza na wewe kuhakikisha kwamba unabadilisha mtazamo wa kile ulichokuwa nacho kuja kwenye kitu ambacho kitaleta maana na kitabadilisha maisha yako. Ni kweli ni jambo ambalo linaumiza, kama utakumbuka kwamba saa aliyokuwa naipenda mwanao wewe bado nawe mkononi. Ni kweli bado inaumiza, lakini tunachoshukuru ni kwa sababu kwamba ile saa, kitu ambacho unaweza kukumbuka ambacho kikawa cha faida kwa maisha yako ni kwamba ile saa ilikuwa inaleta furaha ya mtoto wako. Nafikiri kama baba ulikuwa unajisikia vizuri kila ukirudi mtoto wako anakukimbilia na kuichukua ile saa na kuipa mguuni. Lakini pia saa hii hatujui ni kwa namna gani, lakini katika namna ya kushangaza iliendelea kukupa taarifa hata hali ya mtoto wako ilipokuwa mbaya sana. Kwa hiyo mimi nakupa changamoto ya wewe kuitazama saa kama kitu ambacho kilikuwa ni rafiki yako, kilikuwa ni rafiki wa mwanao, na hakikuacha hivyo mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu kilileta furaha ya mwanao, lakini pia kilikuletea taarifa. Tunakushauri kuitazama saa kama rafiki tena, na urudie kuendelea kuvaa saa, lakini pia ufikirie kuwa na saa moja ya kumbukumbu ambayo ukiangalia useme huyu alikuwa ni rafiki wa mwanangu aliyemletea furaha, lakini pia iendelee kukwambia kwamba una muda zaidi wa kuendelea kuishi, wa kuendelea kuenzi mazuri ya mwanao, lakini pia kuendelea kupambana kwa ajili ya kuhudumia ndugu zake waliobaki. Awesome. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bwana Abdalla, kwa sababu umekubali kulifuta neno mtoto uliokuwa umeandika kwa kalamu na kuamua kuandika kwa penseli, tunaamini yale maumivu yataendelea kuondoka taratibu, na lile neno saa ulioamua kuandika kwa kalamu litaendelea kuwa kumbukumbu ya kudumu katika maisha yako, ukikumbuka furaha aliyoipata mwanao, lakini pia jinsi saa ilivyokuwa rafiki wako wa kudumu mpaka dakika za mwisho. Kwa hiyo tutakuandalia zawadi kidogo. Nashukuru kwa ushauri wako. Sasa hivi ndo nimebadilisha kwamba kumbe jambo ambalo ukiweka moyoni kama umeandika na kalamu, ukiwa umeandika na penseli inawezekana tu ulikafuta, lakini kwa kalamu haifuti. Sasa mimi nimeamua kuweka moyoni kama niliandika na penseli. Sawa, kwamba linaweza likafutika. Kwa hiyo ile swala la kukumbuka tena kwamba ningevaa saa mwanangu anamkumbuka mwanangu, nimeweka pembeni, nimevaa saa kama kifaa sasa cha kunikumbusha kwamba mwanangu alionyesha upendo sana kupitia saa, na mimi nanisaidia kukumbuka kwamba kuna wakati nitakiwa niangalie muda, itanisaidia zaidi ya hiyo, na kukumbuka kwamba mwanangu alinipenda zaidi sababu ya kupitia saa. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you